Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So angalia vizuri katika hicho kitabu cha Kutoka 3 pale mstari wa 4. Kutoka 3:4. Tuangalie vizuri kwa makini. Kutoka 3. Wajua usijione dhaifu. Ukikaa hapa vuta hewa vizuri. Sio kuivuta na wasiwasi. Kama ni barafu ndani ya karatasi. Wajua barafu ndani ya karatasi ndio kuna vile unaivuta unasubiri. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa Yesu. Alikuwa mkombozi. Amina. Alikuwa mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka 3:7 Biblia inasemaje? Kutoka 3:7. Kwa haraka sana. Nasema Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu sasa anamwambia Musa vipi? Nimeona mateso ya watu wangu. Nimesikia na kilio chao. Maumivu yao yamekuwa maumivu yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wakati ambapo Mungu anakuona, wakati ambapo Mungu anakusikia, ni wakati ambapo anajua kabisa hauwezi tena kuyabeba hayo maumivu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alitudhihirishia pale msalabani. Ndiyo, Yesu alikuwa ni Mungu 100%, lakini pia alikuwa ni mwanadamu. Yesu alikuwa na figo. Yesu alikuwa na maini pia. Alikuwa na mbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe lakini. Haleluya. Ndio maana alipokuwa pale msalabani, aliposikia amelemewa sana, alifungua kinywa na akasemaje? Akasema, Baba, mbona umeniacha? Maana maumivu yalikuwa makali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali mtu anaweza akafika katika maisha, wapendwa, ukajisahau kama wewe ni muombezi. Yaani ukasahau kama ni wewe ndio umekuwa ukituma moto Indian Ocean. Natuma moto Indian Ocean. Natuma moto huko baharini, natuma moto kuzimu, natuma. Hiyo siku unaweza fikiria wewe ndio uko kuzimu atume huo moto. Haujafika hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa wewe ndio unatupa moto kuzimu. Natuma moto kuzimu, napiga wakuu wa anga, napiga mapepo, napiga falme. Hiyo siku utapitia, wewe ndio utajiona labda ndio huyo mkuu wa anga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishaifika mahali. Haleluya. Mnaona pale mamake Angel anakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ukikaa pale uko unapaombea sana, uko unaniombea pia na mimi rehema. Maana pale mamake Angel anakaa, kuna libonde fulani limeporomoka hivi. Nishaenda nikafika pale nikaketi. Nikawa naangalia yale maji vile yanapita pale, nikaangalia juu nikasema, Bwana, tuma upanga kutoka mbinguni unigawanye. Haleluya. Bwana, tuma upanga kutoka mbinguni unigawanye. Unigawanye Bwana Yesu. Nije kwako salama salmin. Hakika nilifika mahali nikaomba hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo kidogo. Haleluya. Jina la Bwana lipewe. Hapo nilisahau kabisa kama mimi ndo yule nilikuwa natoa mapepo. Nilisahau kama mimi ndo yule nimekuwa nikitia watu moyo. Mama, usijali. Jitie moyo. Jitie moyo tu. Hayo mapepo yote ambayo yanakupiga wacha yaje kwangu. Mimi ni babako wa kiroho. Hiyo siku babake mtu wa kiroho alikuwa amefika mahali anamwambia, Bwana, nitumie upanga unigawanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Elijah ambaye ameshikisha moto. Haleluya. Amen. Elia nabii mkuu. Nabii mkuu aliyeshikisha moto kutoka juu. Anafika mahali anamwambia Mungu, mimi sio bora kuliko baba zangu. Wacha nife baba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mapito mengine ambayo mtu anaweza kapita akafika mahali akasema ni kama hata ya Yesu, wewe ni wa storybook. Haleluya. I know. Mimi ninajua. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kuna mapito mtu anaweza kapitia, yani ukajidharau.
mpaka ukakosa ujasiri wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haujafika hapo mahali wewe? Bwana Yesu asifiwe. Haujafika hapo mahali? Angalia. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ushaikula sima na tangawizi? Ukimaliza wasikia kutapika. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Kameramani angalia usipige muondoko. Kameramani angalia usianguke cheke style hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Yaani kuna mahali wewe inafika unaweza ukadanganywa na shetani ni kama Mungu asikii maombi yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali unaweza ukafikishwa ukadhani ni kama ambaye Mungu haoni hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana liposifiwe. Amen. Mapito mengine unaweza ukapitia mpaka ukafikiria labda umemkosea Mungu, hizo ni adhabu unalipa. Haleluya. Jina la Bwana liposifiwe. Ayubu alipokuwa anateseka, kulikuwa na marafiki zake watatu ambao walimwambia kwamba Bwana, kusema kweli labda ulimkosea Mungu mahali, ndio maana unapitia haya mapito. Haleluya. Amen. Pengine Ayubu kuna mahali ulimkufuru Mungu ndio maana unateseka. Haleluya. Amen. Lakini huo wakati ambapo Ayubu anateseka, kumbe macho ya Bwana yanajivunia. Haleluya. Amen. Maana kabla Mungu aruhusu shetani anyoshe mkono, alimwambia vipi shetani? Unamwona mtumishi wangu Ayubu jinsi alivyo mwaminifu kwangu. Haleluya. Amen. Unamuona mtumishi wangu jinsi alivyo mwaminifu? Unamuona mtumishi wangu jinsi anavyozingatia neno langu? Haleluya. Amen. So wapendwa, wakati ambapo maombi yanakuwa haya apply, wakati ambapo umejaribu hata kukopa, unajua unaweza ukakataliwa hata kukopeshwa. Pale penye umekuwa ukikopa kabisa na haujawahi leta shida ya kulipa, unaweza ukaambiwa sasa leo sikopeshi. Hata nimetoka kukopesha watu kama 10 sasa, nimemaliza stock. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nishaendaga mahali katika yale maisha yangu ya mapito, huyo mtu akaniambia vipi, unajua labda nikukopeshe unga tena kilo moja, uto nikuwekea 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chumvi usichukue kubwa babangu, chumvi uchukue ile adala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sitaongezea vingine. Sina huo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nishafika hiyo mahali unabalansiwa. Haleluya. Amen. Na si kwamba eti utalipa, lakini ni shetani huwa anataka akupige kiimani, akufinyange. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu ambaye anakukopesha hivyo sio eti kwamba naye ni mbaya, huwa ni Mungu ameruhusu hivyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, kwa kweli unaweza ukapitia mahali mpaka ukabaki unashangaa, unadua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabaki unafanyaje? Amen. Amen. Lakini Mungu akanena na Musa akamwambia kwamba nimeyaona mateso ya watu wangu, nimesikia na kilio